IG tuwache story. Na nimesikia, nimeelewa. IG, hiyo mtu atafutwe alive or death. Yeah, hakuna haja watu wa... So tunasema mkono ya serikali ni mrefu. Yeah, so we give ourselves how many days? IG, how many days? 7 days. Wacha wewe sasa, imeshapita wewe. So IG 7 days, hiyo mtu ashikwe, apatikane alive or dead. Nilitumiwa hiyo case, IG alitumiwa, CSO Ipan sent to me, sijui nani, ilikuwa ni story all over. Yeah? Huyo mtu atafutwe, hakuna mtu anapotea kwa Kenya. Na niliwaambia chief anajua kila kitu. Yeah. Ukiuliza chief atakwambia tu alipita hapa, alipita ako hapa, ako pale. Yeah. Na wewe mtu ya intelligence anajua. Na sitaki kusema anajua aje, anajua. So let's just get that guy within the 7 days yenye iko mbele na tusahau hiyo kitu. Tumeelewa? Na tuambie kotini mkiachilia yeye msituulize maswali. Sisi tumekubaliana namna hiyo. Twende tuambie kotini ndio hii mkora is a serial rapist, waweke 10 million ama waweke 20 million ya bail ndio alale ndani. Mkiachilia yeye don't ask us. Don't come and tell us produce him. Sisi tumekubaliana? Yeah, mtu anawezaje kurepu watoto wadogo na anatsunguka kwa manyumba na tukae as if ni normal? It cannot be normal. That's an issue that we must deal with finality. We can't continue. IG 7 days please. Si tumepitisha kwa hapa? 7 days ago hii jukwaa la usalama imepitisha kwamba hiyo mtu apatikane dead or alive. Basi sio mimi, ni nyinyi ndio mmesema. Thank you IG. Yeah. Mambo ya PWDs nilianzia hiyo nikasema all inclusive. Bas, hiyo sasa nimejibu. Si nimejibu? Lakini mtu ya Nakada, hebu come and confirm. What are you doing about pombe hapa? Na especially ninatoka neighboring country. Unasaidiana aje? Hebu sema neno moja hapa. Kuja sema hapa. Asante Waziri. This county remains the biggest gateway ya mihadarati kutoka majirani wetu hapa. Bangi na ethanol zinapita hapa. Tumefanya survey kwa hii county, tumekuta a lot of illicit alcohol inakunyuliwa hapa. Pretty much the contraband. Mingi ya zile pombe zinakunywa hapa gatuzi la Kajiado si original, ni contraband. Na ningesi wananchi, jana tulikuwa na operation nyingine huko Kiserian. Tulikuwa tumejiandaa multi agency team ya ANU, tulikuwa na machief na ma OCS. Tukienda kustrike nyumba ya huyu lady anauza bangi, tukapata ni kama information ilikuwa imeleak. Lakini tunajua mahali anaishi. We've mapped the whole area na usaidizi ya DIG. Sasa ile inabaki ni kustrike tu. Na ningependa kuambia wale machief, kwa sababu tumeshapata information, ule mtu aliliki information ni afisa wa serikali. Tumeambia asasi za usalama, tumeangalia phone logs, tunajua ile wakati simu ilipigwa. Ningependa kuwaonya, serikali iko macho wazi na waangalia. Hizi location tumezimap. Na ningependa kuwajulisha the county coordinator of Nakada in this area, ajitambulishe. Thank you. Good evening. Bwana CS, the IG, the Deputy Governor, elected leaders, distinguished ladies and gentlemen. My name is Nyambura Kigera, the County Coordinator, Kajiado. And I want to thank all of you who have been supporting us, but also remind you that this is a very personal initiative because all of us are in one way or another affected by the issues of alcoholism. So I would want to urge us, especially members of the public,
kindly give us the information. And I want to thank those of you who have been giving us the information. We saw what happened in Namanga when we got the information from members of the public who are able to recognize foreigners who are trying to establish a lab. We were able to bring it down. The information we are getting on illicit products, either brews or substances, then we are able to act upon it. So do not tire. Do not tire. I keep telling you, at times it takes time, but we are ready to act. And we will keep supporting the communities, and we will keep acting as is required of us. Thank you. Thank you very much. Ningependa kusi the county mtusaidie. We only have one outpatient rehabilitation center. Tuna partner na nyinyi, tunataka tui-up ikuwe a full rehabilitation center. We have 21 private ones, out of which only 9 are accredited. Na waziri, the biggest customers kwa hizi rehabilitation center ni maafisa kutoka hizi asasi zetu za usalama. Thank you, sir. Yani umesema IG ndio customer yako mkubwa. Yeah. But I like the new policy kwamba mtu akipatikana amekuwa addicted kwa pombe na ni askari, hakuna haja kuvuta mtu kama huyo ni mgonjwa apelekwe rehabilitation center. So which is a more positive way of dealing with mental health and addiction. Sasa huyu ni anaitwa Bwana Omorikwa, ni CEO wa Nakada. Sasa jana alitoa, tulienda kuzindua policy ya Nakada yenye nasema pombe, mwenye anakunywa pombe akuwe 21 kwenda juu. Tukasema kwamba pombe isiuzwe karibu na shule. Tukasema kwamba mambo ya pombe isitangazwe saa 1 jioni, saa 2, saa 3 wakati watoto wanaona mtu ameadvertise pombe. Tukasema kwa social places, pombe recreational places zenye watu wanaenda kwa mchezo na nini, wenye watoto wanaenda training, isikuwe mahali pa kunywa pombe. Sasa tumepigwa jana. Mimi nimewekwa huko headline, huyu amepigwa, ameambiwa sijui nini, sijui Kipchumba hii serikali inataka kuharibu nchi. Unaona wale watu wanajiita watu wa kanisa, hakuna hata mmoja alinitetea. Hakuna hata mwenye alisupport hiyo Moriko kusema hiyo sheria ni sawa. Na ni watu ya kanisa. Hii watu ya kanisa. Niliona mzee mmoja ya kanisa jana, kitu ya kwanza anasema Kipchumba astakiwe. Na hakusema hata kitu moja kuhusu mambo ya pombe. Nyinyi mnataka pombe itembee kila mahali. Kwani tukisema pombe ikuwe 21 years, ati wale wanauza pombe wanakuja kusema ati profit itaenda chini. Yani nilikuwa naona kampuni kubwa kwa Kenya inasema watoto wa pombe ikipelekwa 21 years uchumi itaanguka kwa sababu wa kunywa pombe watakuwa wachache. Kuna mtu kichwa yake ni mzuri sana anaweza sema ati ni vizuri pombe watoto wa 18 years mpaka 20 years wakunywe pombe. Nani hako hapa anasema mtoto yake akifika 18 akunywe pombe? Tukipeleka 21 iko makosa. And these companies are not ashamed to say that they want to make profit from children of 18, 19, 20. Tumeambia tu ngoje ifike 21 ndio akunywe hiyo pombe mzuri. Anasema ati sisi ni wabaya. Lakini Kenya jamani, yani tumeanza kuzama. If we can publicly say that we are making profit using 18, 19, 20-year-old kids, if we can say it's okay to sell alcohol next to school, if we can say that it's okay to advertise alcohol during prime time when all children are watching, if we can say it's okay to sell alcohol where children are going to train, to play sports, then there is a problem in this country. Because if that is the only way we can make profit and grow companies, then we have a problem as a nation. Washington, D.C., I went to school there, the capital city of America. If you are going to go to a club to drink alcohol, you must go with your ID and you must be 21 years old. And there is no club you will be admitted without an ID. Then you come and tell us, the economy will go down. We must regulate
use of alcohol, even if it's good alcohol. We must regulate. So hata hii watu ya kanisa na dini na nini wasipotutetea sisi, tutaendelea kusukuma hii policy because we want to protect the people of Kenya. Pigia Mariko makofi. Nimeona wale watu wa bia wanapiga polepole hivi hawataki kupiga vizuri.